Leo katika kata ya Mkunya wilayani Newala mkoani Mtwara, vijana 15 wamepata mafunzo muhimu juu ya usawa wa kijinsia na mapambano dhidi ya ukatili kupitia mradi wa Tujenge Amani Pamoja unaotekelezwa na shirika la Neoro kwa kushirikiana na Wiwo. Akieleza kuhusu semina hiyo, Bi Asma Lalikila kutoka shirika la Neoro amesema wameweza kutoa elimu ya kina kuhusu maana ya ukatili wa kijinsia, aina zake kama vile ukatili wa kimwili, kingono, kisaikolojia na kiuchumi, pamoja na madhara yanayotokana na ukatili huo kwa wahanga na jamii kwa ujumla, lengo likiwa ni kutokomeza vitendo hivyo katika jamii. Kwa majina naitwa Asma Lalikila, natokea shirika la kutetea haki za wanawake Newala. Leo hii tulikuwa katika kata ya Mkunya, wilaya ya Newala. Tupo hapa, tulikuwa tunaelimisha vijana 15. Kabla ya hapo tulikuwa na wanawake 15 kukusanya changamoto zao. Kwa hiyo leo tulikuwa na mabalozi wanaume 15 pia tunakusanya changamoto zao. Baada ya hapo tutaweka sawa na tutaweka pamoja ili kuorganize changamoto na kujua kipi kifanyike na kipi kiendelee ili kuondoa ukatili katika jamii. Walioshiriki mafunzo hayo ni pamoja na mkaguzi msaidizi wa polisi Tumaini Ngwanda, mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi wilayani Newala, ambapo ameweza kueleza mbinu za kutambua viashiria vya ukatili, namna ya kuingilia kati bila kuhatarisha usalama na kutambua sehemu sahihi za kutoa taarifa au msaada kama vile polisi, ustawi wa jamii na viongozi wa mitaa endapo wataona na kukutwa na matukio hayo. Kwani vijana wameweza kupata elimu ya kujua dhana nzima ya ukatili wa kijinsia, sababu za ukatili wa kijinsia, athari zake. Lakini pia vijana wameweza kupata elimu ya kujua usawa wa kijinsia ni nini na nini wanapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia. Lakini pia kupitia mafunzo tumeweza kuongea na vijana kuweza kuangalia namna ya kuishi ndani ya jamii, kuweza kupunguza hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa watoto, lakini kwa wanawake na wanaume ambavyo vimekuwa vikijitokeza kile itwapo leo na kuleta madhara makubwa ndani ya jamii yetu. Lakini pia tumeomba vijana hata pale wanaporipoti matukio ya kesi za ukatili wa kijinsia watoe ushirikiano hasa mahakamani, kwa sababu kesi nyingi zinafeli kutokana na kutokuwa na ushirikiano wa kufika mahakamani kutoa ushahidi wa kile walichokishuhudia. Mafunzo haya yanaweza kusaidia kupunguza ukatili wa kijinsia kwa jamii, kwa sababu tayari vijana ambao ndio wahanga wakubwa wa masuala ya ukatili, hasa kwa mfano kwenye masuala ya ubakaji na ulaiti, vijana wengi ndio wanahusika. Lakini wao wataenda kuwa walimu kwa wengine, kuwaelimisha nini madhara ya ukatili wa kijinsia. Je, na wao kama vijana wana wajibu gani wa kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa salama dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia? Kwa hiyo watakuwa ni walimu kwa wengine ambao waelewi masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia hata kuambia hata masuala ya kisheria kuhusiana na vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia, kwamba mtu akifanya hatua gani za kisheria anachukuliwa na zina athari gani kwake. Kwa hiyo itasaidia kuwapa wale wanaojihusisha uoga kwamba kumbe sasa hivi jamii na mwitikio unajua nini maana ya ukatili, kwa hiyo tutabaki kuwa salama na kufanya maendeleo. Bi Veronica Kapinga, mratibu wa mradi wa Kujenga Amani Pamoja kutoka mkoa wa Mtwara, amewapongeza vijana hao kwa ushiriki wao mzuri na kuhamasisha kuendelea kuelimisha wenzao, kuhimiza usawa wa kijinsia na kupinga ukatili wa aina yoyote. Mafunzo ambayo yamefanyika leo kwanza yamesaidia, mimi naweza nikasema kwa upande wangu yamesaidia kwa sababu kukutanisha vijana wa kiume ili kupata mafunzo ni kitu cha muhimu. Kwa kundi hili ambalo limeondoka leo likiwa lina mafunzo ya kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia, ninaamini kwamba watakuwa mabalozi wazuri katika jamii katika kupinga vitendo vinavyoendelea ambavyo vijana wenzao watakuwa wanavifanya. Kwa hiyo naamini kupitia mafunzo haya wataenda kuwa mabalozi wazuri kuzuia au kupunguza vitendo hivi, kwa sababu lengo mwisho wa siku ni kuona jamii ambayo inaishi kwa amani. Tunasema kujenga amani. Natamani
jamii iendelee kuwa na amani, na vitendo hivi ambavyo vinafanyika vinapunguza amani, sababu watoto wa kike wanakosa amani na kutokana na kufanyiwa ukatili. Kwa hivyo inawarudishia pia nyuma, wanakosa nguvu ya kuhusisha katika shughuli mbalimbali. Kwa hivyo kwa kupitia mafunzo haya, naamini vijana watapata uwezo wa kwenda kupunguza haya mambo ambayo yanatokea kwenye jamii na watakuwa watetezi pia kwa watoto wa kike. Nangu ni Abdurrahman Mbogo, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji Newala. Ukatili kwa namna moja au nyingine unaathiri kwa kiasi kikubwa katika jamii, sababu ukichukua mfano ukatili kwa kubaka, mtu amefanya ukatili amebaka, kwa maana lazima ilete athari kwa jamii. Moja, kusababisha magonjwa, lakini nyingine kusababisha athari za kisaikolojia ambazo zinapelekea kupata msongo wa mawazo na mtu akapelekea mpaka mtu amejiua. Na mtu akijiua katika familia tayari ushapoteza na jamii imepoteza. Lakini pia tuna dawati la masuala ya jinsia ambapo kimsingi tunapambana juu ya ukatili kwa rika zote, ukatili kwa wanaume, ukatili kwa wanawake, ukatili kwa watoto na ukatili kwa watu wenye ulemavu. Kwa namna moja au nyingine, dawati huwa inatoa msukumo kwa jamii kuelimisha namna bora ya kuweza kuishi pasi na kusababisha ukatili kwenye jinsia, kwa wanaume, kwa watoto au watu wenye ulemavu. Rai yangu kwa vijana, kwa sababu inaonekana vijana wengi ndio wahanga wa vitu vingi, sio wahanga, yani ni wasababishi. Sababu athari nyingi ukuta mfano mimba za utotoni kiangalia, au mimba kwa wanafunzi kiangalia kwa kiasi kikubwa wanaohusika ni vijana, au kupigana kwa kiasi kikubwa nakuta ni vijana ndio wanasababisha. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana ni kwamba vijana waishi katika jamii katika mazingira mazuri pasi na kusababisha matatizo ambayo hayana msingi. Nao baadhi ya vijana walioshiriki mafunzo hayo walieleza kufurahia mafunzo hayo na kuahidi kuwa mabalozi wa mabadiliko katika jamii zao. Jina naitwa Mutari Hamisi wa Mai, mkazi wa Mkundi. Mafunzo ya leo nimeangalia vitu vingi sana kutokana na ukatili wa jinsia upande wa wanawake, kuna vitu vingi sana ambavyo nitakuwa mjumbe kwa jamii inayonizunguka kwenda kuelimisha kuhusu ukatili ambapo ukatili, kuna ukatili wa aina nyingi sana, kwa sababu ukatili unatokana na kile kitendo ambacho kwamba mtu anakufanyia bila kuangaliza nacho. Na katika maeneo yenu haya ukatili gani ambao unafanyika zaidi kutokana na hayo mafunzo mlioyapata? Ukatili katika upande wa kwetu, ukatili unaofanyika sana kwa swala ya mahusiano kwenye ndoa, tunakuwa tunawateketeza sana wanawake, tunahusisha na vitu vingine na mtawa mwanamke alikuwa nyumbani, kwa hiyo tunakuwa tunatumia sana ukatili wa hali ya juu. Kwa hiyo sasa kutokana na hicho ulichojifunza kitakusaidiaje kwenda kupunguza ukatili? Nilichojifunza nitakuwa mjumbe na nitawasilisha kwa jamii kwa hiki nilichojifunza, nitakuwa natenga muda naelekeza hiki nilichowafunza ili tuwe kutumia. Majina anaitwa Manolino Uline Karanisi. Kwanza niseme kabisa, kwanza nashukuru kwa hiki ambacho leo tumekipata kutokana na matatizo ambayo yanaendelea katika jamii yetu, hasa kwa upande wa kike, jinsi wanavyonyanyasika. Kwa hiyo kwa mafunzo ambayo tumeyapata leo, tutaenda kuwa mabalozi wazuri huko majumbani na kwenye vijiji, ili watu watoe zile zana potofu za kusema mtu wa kike ni mwanamke na atabaki nyumbani. Ila sasa hivi kwa elimu tuliyopata, tukienda kufikisha ujumbe kwa jamii yetu, wataamini kuwa wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Mimi kwa majina naitwa Dennis Nasoro, mkazi wa Mkundi Newala. Nilichojifunza kwenye hii hapa semina ni kwamba vitendo ambavyo vinatendeka katika kata ya sasa ya upande wa Mkundi au Newala inakuwa sio nzuri sana kwa upande wa wanawake, wanakeketwa, wananyanyaswa, hawapewi haki zao za msingi. Kwa ushauri wangu mimi nilikuwa napenda yani wote tu, yani tuweze kuwa na usawa ambao ni sawa. Tusiangalie kwamba mwanaume tu ndo anatikia labda afanye kazi ngumu au mwanamke aende shambani tu, hamna. Wote inabidi kama ni kwenda shamba wote, kama ni kutekeleza majukumu wote, na pia kuepuka zile mimba za utotoni
na kuwahamasisha watoto wajikite sana na shule, wasikimbilie sana mapenzi, maana huku watu wanapenda sana mapenzi kuliko hata kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo rai yangu mimi kwa wananchi, wanapenda sana wazidi kuelimishana majumbani, mashuleni au popote kwa ajili ya kuepuka ili janga la mimba za utotoni, kupata magonjwa ambayo yanahatarisha hata maisha yao. Ile vizuri sana. Semina hii ni mwendelezo wa elimu hiyo kwa vijana kupitia semina iliyoandaliwa na Neworo, ambapo awali walikutanisha vijana 15 wa kike kuwapa elimu kama hiyo, na baada ya hapo wanatarajia kufanya semina ya pamoja kwa kukutanisha vijana wa kike na kiume ili kupata suluhisho la pamoja. Makala hii imeletwa kwako na May Online TV kwa ushirikiano na shirika la Neworo kupitia mradi wa Tujenge Amani Pamoja. Na mimi ni May Charles.